Mtazamaji wa TV ya Makueni, na hii leo tuko na mshenee, tumekuletea mambo chemchem hapa Makueni TV News, na niko na mwenzangu Lydia Ngolo. Alafu Russian guy. Acha nikwambie. Hii weekend hata kama ilikuwa ya unajua kulikuwa Valentine. Ilikuwa Valentine. Watu walikuwa na mshangao, kuna wengine hata sijui siku yao imeisha vipi. Juu bibi yangu ngoja ngombe. Bado tuko serious. Huyu jamaa amefanyia ile kitu. Amekosea wa Kenya, na tungeuliza serikali kwanza ichukue hatua. But tufika hapo, wacha nikuulize kama wewe Lydia, mwanamke, kama wewe mwanamke, ni nini aswa shida inakuanga nini? Mimi naona shida hapa hata atusema sana ni umaskini. Kwa umaskini inachangia. Lakini kuna kitu kwa Kikamba tunaita itomo. Itomo sijui tuseme ni nini wadi ya Kiswahili. Tuseme ile kupenda pesa sana, tamaa na ile akili tuko nayo ya ukiona hao wazungu hiyo white skin, tunaita white skin. Ati ukiona tu mzungu unachanganyikiwa. Yaani mimi nasahau yule bwanangu kule nyumbani na ile blackness yake. Juu nimeona kala yenye iko pale yellow. Sasa tofauti ni nini kusema ukweli? Mzungu na Mwafrika tofauti iko wapi? Maybe wewe utaniambia juu. Saa hii mimi nikienda majuu. Maybe ladies wa huko si wazungu. Wajesi watanitamani pale. Maybe wakija hapa Afrika, hapa Kenya, hapa Ukambani, hata unapata utaki kukaribia bwanako, ama mimi sitaki kukaribia ile bibi yangu juu. Nataka maybe ni test ladha pale. But atumaanishi huyu jamaa wa Russia amekosea wa Kenya juu for one tenya amefanya. Hiyo yenye alikuwa amefanya, unasambaza kurekode bila idhini, then unamjulisha, utamwambia kwanza, then in happen. Hata unaenda kulala na yeye, hakuna kutumia protection, hakuna nini, hujapima huyo mtu. But shida ni nini? Wanawake wetu wa Kenya umetublame. Kwa nini? Tamaa ndogo ya pesa kidogo. Acha nikwambie dadangu. Na by the way, niliona kuna ka screenshot mahali. Someone had asked at how much are you giving? Acha nasema sijui $20 ama ni gapi? Enough. Anasema tu Baadhi nimefuatilia story yake. Huyo jamaa hata wengi hataki pesa juu. Kuna inasemekana alienda supermarket, akaenda kwa Safaricom nini hizo, akapatana na mwanadada pale, akaingia box, akamwambia kuja uingie kwa nini, kutoka kazi wewe utanipata mahali plan. But shida yetu ni huyo jamaa, story yake ni chenye ameharibu kabisa. Ametoka South Africa. Na unajua rules moja ni ameambukiza wanawake 80 pale. Hiyo ugonjwa. Amepita akaenda wapi? Ghana. Alikuwa huko. Ndio huyo sisi ako hapa Kenya. Anaweza kuwa amefika wote. Lakini sasa angefika Ukambani. Unajua wanawake wa Ukambani wazuri. Ni wazuri. Kwa Mungu kila mtu angeangukia na mzungu mwenyewe ni mcute. Ni mcute. Lakini mimi simtamani, wacha nikwambie ni mcute. For any human being uta appreciate mtu. Kama wewe uko mcute. Sitakwambia eti unakadi. Na kuna kile mtu anaangalianga. Lakini the moment mtu ameona tu mzungu, mwingine anaacha watoto anakimbia wazungu. Sasa nini hiyo? Kusema kweli, atuseme wazungu ni wabaya, lakini hii tamaa tuache. Kama wanawake, hiyo tamaa tuache. Mimi ni mwanamke. Before ufika hapo, ushatembea Mombasani? Ukifika Mombasani, wanawake wako pale, hata wanajiuza, wanaangalia wazungu venye wanatembea. Unapata mtu anaitwa Kamene. Fatuma. But ukipata naye Mombasa na unamjua vizuri, huyu ni ile neighbor wangu pale nyumbani. Hata shasaulika na akujui, basi anatamani mzungu. Na wewe maybe pale umeenda kupumzika, kujipia starehe zako, unaelewa. Sasa
shida yetu na aswa ni nyinyi wanawake wetu wa Kiafrika. Mjipe heshima, mjitunze na mpende waume zenu. Let's stop here.